how many of you do remember, ni wangapi mnakumbuka nikisema kwamba kutakuwa na siasa mbaya katika taifa la Kenya ambayo haijawahi kushuhudiwa popote katika mataifa ya East Africa? You remember, nilisema mwaka huu mtashuhudia siasa mbaya sana katika nchi ya Kenya. Siasa mbaya sana katika nchi ya Kenya, na nitakuambia kwa nini. Na baada ya kusema hivyo, ni wangapi mlianza kushuhudia siasa mbaya katika nchi ya Kenya? Na nikaelezea in details that kwamba itakuwa ni ngumu sana kufight corruption in Kenya. Itakuwa ni ngumu sana kufight corruption in Kenya because watu wakiamuka kufight corruption, kabila, jamii ya watu ya mtu yule ambaye anashutumiwa na ufisadi itaamka kumtetea, na itadai kwamba, itakuja na madai kwamba basi kama ni hivyo hatutakupigia kura, kama ni hivyo hatutakupigia kura. You see? So unakuta kama ni mtu wa region fulani ama jamii fulani amepatikana na corruption ama na mambo mabaya, akifuatiliwa, basi jamii yake ama mrengo wake utainuka kumtetea. Kwa hiyo ni siasa mbaya ama ni mzuri? Kwa kweli ni siasa mbaya. Nikasema pia kwamba yani katika nchi ya Kenya kwa sasa sheria imepoteza macho, imekuwa kipofu, yani kwa sababu ya siasa. Wale ambao walisema politics is a dirty game kidogo hawakukosea. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu, kwa mfano kama sasa hivi tunategemea serikali sana kwa maamuzi mengine, kwa mfano kupigana na ufisadi, kupambana na wezi, majambazi. Actually kitu ambaye inafanya sasa hivi Kenya vizuri ni kupambana na bandits. Bandits ndio wanasikilizia saa hii, waizi wa simu na nini. But pande hii ingine ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu, kwa mfano kama juzi kuna kitu ambayo niliangalia, ni kuna rally fulani ilifanyika, I think was it Bungoma o Kakamega, hii akina Sifuna ya Linda Mwananchi. Ile rally watu walikuja kama kawaida, watu walitokea kama rally zingine, lakini kuna kitu ambacho kilitendeka pale Kakamega. Kilichotendeka pale Kakamega ndio uone bad politics vile imeshika mkondo na imepamba moto. Kilichotokea pale Kakamega, kuna tear gas ilitupwa. Ile kanister ya tear gas ilitupwa, nilichunguza, ilikuwa moja. Na nikajaribu kuchunguza, haikuwa ni polisi. Sababu polisi, mkutano ule mkubwa namna ile, kama wangekuwa wanataka kutawanya, you know very well, awangetupa tear gas moja, wangepiga hata marisasi juu na tear gas mingi sana. You know very well. But
you see, mtu anaweza akaja kwa mkutano kama ule, ama mrengo fulani ikaja na mipango yao ile wanaita stage manage, lakini kwa sababu serikali inataka kura kule mbele, inabidi inanyamazia mambo mengine ambayo ni hatari kwa usalama, na ni serikali ambayo tunaitegemea isiruhusu mtu kubeba tear gas, na tear gas inafaa kubebwa na taasisi za ulinzi na nini kama hiyo, lakini individuals. Alafu nimesikia wanaitwa goons, kwa jina ya goons. You see, this is not a good politics. This is a bad politics. This is a bad politics. Kwa sababu serikali inataka kura, so inabidi inyamazie vitu zingine ambaye sio vizuri. Unaona sasa watu wanakuwa na stage managed, wanaenda kupiga, hata wengine wanapiga mawe, magari yao wanayapiga mawe, wengine hata kanisani wanaenda kutupa tear gas, na si polisi. And yet idara ya usalama imenyamazia hilo jambo. Kwa nini? Eti ni kwa sababu serikali inataka kura katika uchaguzi ujao, eti ili serikali isionekane kwamba wao ni wabaya. Lakini si sawa, si sawa. Ndio maana nimesema Kenya kwa sasa sheria imepoteza macho, sheria imepoteza macho, vimbwanga na vitu ambazo havifai. So I told you, kama kuna wakati mutashuhudia bad politics, divisive politics, politics ya regional tribalism politics, hatred, ni wakati huu, mwaka huu ndio ile wanasema kama mbaya. Lakini mimi niko hapa kwa wananchi, bado nitasisitiza, nitaongea na wananchi. Watu wa Mungu, siku zote tumekaa pamoja, na vile tumekuwa tukikaa pamoja tukiamini Mungu, tukitafuta mkate wa kila siku. Tunarudi nyumbani tunapendana, tunarudi nyumbani jirani anaelewa na jirani wanazungumza. Sasa inafika sasa mahali, kwa sababu mwanasiasa anataka anachokitaka yeye, anakuja pale, kama ni kijiwe ya pikipiki. Vijana wa Ndudhi wamekuwa wakikaa pamoja, wakifanya kazi pamoja. Hata wengine saa ingine anaona mwenzake hali imekuwa ngumu, anamtupia customer. Wamekuwa wakikaa pamoja vijana wetu. Acha nitumie mfano wa hawa pikipiki wa Ndudhi. Lakini mwanasiasa atakuja make sure vijana waliokuwa wanakaa pamoja, wanapendana, wanaishi pamoja, ata make sure wamemwagana damu, wamepigana mawe, hawaongeleshani, wanachukiana. Wale walikuwa wanakaa pamoja kwenye station yao, kwenye kituo chao. Alafu ni kwa muda, sababu huyo mwanasiasa akipita na mkimpa anachokitaka, atawaacha pale pale. Nyinyi ndugu, nyinyi marafiki, mulikuwa mnapendana, atawacha mmekosana. Yeye atarudi Nairobi, maana wanakaga Nairobi wote. Yeye atarudi Nairobi. Watu mulikuwa mnapendana, hata watu wa pikipiki naona unajua mtu wa pikipiki akikuta mwenzake amekwama kwa barabara, huwa anasimama
na anatafuta kamba, anamvuta mpaka mahali ambapo hao watu ambao wamekuwa wakipendana hivyo, wamekuwa kwa umoja, wanakuja kukosanishwa na mtu huyu sababu ya bad politics. Sisemi wanasiasa wasitafute kura, tafuta kura kwa amani, tafuta kura, lakini usiwapiganishe watu wetu, usiwapiganishe wa Kenya. I hate that thing. Kuja uza sera. Waswahili wanasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Njoo piga politics safi, usiwakosanishe kina mama. Wamekaa kwenye hiyo chama, wamekaa kwenye hiyo soko. Wakenya wamekaa katika hali ya kupendana, lakini kwani ni ungwana kweli kuja kuwakosanisha watu ambaye umewaacha pale? Na most of these politicians wakipitaga huwa hawawakumbuki, wanaendaga moja kwa moja. Wakipita huwa hawawakumbuki, wanaendaga moja kwa moja. Unaona, wanaendaga moja kwa moja. So sisi ndio tunaachwa hivi hivi, you see. Na haifai. So nikasema mtashuhudia siasa, lakini hawa viongozi wote walio upande wa serikali na walio upande wa upinzani, wote wanaweza kupiga siasa safi. Imagine hawa viongozi wote walioko upande wa serikali na upande wa opposition wanaweza kupiga siasa mzuri. Do you believe they can? And when you hear that the prophet is saying siasa ambayo inakuja, tukiomba, unaona, tukiomba. So just imagine watu wanatembea kwa magari na tear gas na silaha ili kuharibia polisi jina, na si polisi serikali, na si serikali president. Na Wakenya watafikiri ni ukweli, kumbe sio kumbe sio ukweli. Bado ninashutumu watu ambaye ni wanasiasa ambaye wanapiga siasa kwa mdomo chafu, kwa kuwagawanya Wakenya ili wapate, you see. Na nimekumbuka ingine ilikuwa rally, ilikuwa wapi? Was it Kisii? Was it Kisii? Kisii. Kisii. I think ilikuwa ni Kisii. Nikasikia Rigathi Gachagua ameshika microphone na akauliza wa Kisii, yani nyinyi mulikosa viongozi mkaona mchague Muhindi? You see, in Kenya we have Somali ambaye ni wa Kenya, we have Hindus ambaye ni wa Kenya, ni wazaliwa wa hapa. Tunaye makabila yote na jamii nyingi. Na pale Kisii, I think ni MP, if I'm not wrong, kuna kitu walikiona wakamchagua, ama Mungu kuna vile alipenda, maana hakuna utawala ambao unakuja usiotoka kwa Mungu. So Mungu kuna vile aliona huyo Muhindi anafaa kuwa huyo mbunge wao, na wakampigia kura. So such maneno kama hayo, unajua hata kama you see siasa mbaya, bad politics, siasa mbaya, bad politics. Ukienda pande ile utakutana na kina Oscar Sudi, Lugha.
Ukienda pande ile unakutana na hao wengine, siasa chafu. Ukienda pande ile, yani ni watu wazuri. Rigathi Gachagua ni mtu mzuri, Sudi ni mzuri, kina Faruki na nani ni wazuri, but the problem is kauli. Wanaweza wakafanya siasa mzuri, wanaweza wakafanya siasa mzuri. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe Kwa stories za nini 254 across all social media platforms. hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.